Bibi harusi na babu harusi wamerudi nyumbani, wametoka kufunga ndoa leo. Sasa bibi harusi anamuuliza mume wake, huyu bibi harusi anaitwa Ekene na babu harusi anaitwa David. Anamuuliza mume wake, tunafanya nini hapa? Unataka unipeleke hotelini tu enjoy honeymoon? Lakini mume wake akamwambia, hapa nyumbani kuna shida gani? Kule honeymoon hapa nyumbani. Lakini mama mkwe akaingilia mazungumzo kati ya mke na mume na akamwambia sasa Ekene kwamba hii nyumba haina shida yoyote, hakuna haja ya kwenda hotelini. Unataka kwenda hotelini kufanya nini? Na kati hii nyumba ni nzuri, mnaweza mkatengeneza wajukuu wazuri kabisa humu ndani. Achana na mambo yako bwana. Eti unataka kwenda hotelini, unataka kupoteza pesa za kijana wangu? Sitaruhusu kabisa. Kama umekuja katika hii nyumba ili umfilisi kijana wangu, sitaruhusu kabisa. Basi akawa ameondoka na kijana wake. Wakati anataka kuondoka, kijana wake akarudi akamwambia mke wake kwamba kuna zawadi kwenye gari, anatakiwa aziondoe zote leo, na pia yuko na njaa sana, anatakiwa apikie chakula, mke wake ampikie chakula maana ana njaa sana. Basi mama mkwe naye akaendelea akamwambia, unatakiwa umhudumie mume wako, huyu ni mume wako sasa hivi, achana mambo ya kulalamika. Basi Ekene akawa analalamika, inakuwaje jamani, nimetoka kufunga ndoa leo, mnaniambia nitoe mizigo kwenye gari, alafu pia mnaniambia kwamba siendi honeymoon. Basi mama akamwambia Ekene, wewe acha kulalamika bana, umesikia? Unabidi umshukuru mume wako kwa kustiri wewe, hata pia unishukuru mimi kwa kukuzalia kijana handsome kama huyu. Mwanangu, geuka vizuri basi akuone vizuri. Basi kijana wake akaanza kugeuka, unaona nimekuzalia kijana handsome kama huyu, amekuoa wewe, badala unishukuru unaita mambo ya ajabu. Basi mama akamchukua kijana wake wakaelekea ndani, akabaki Ekene akiwa anashangaa. Basi wakati anashangaa, wifi yake akaja. Huyu wifi mtu anaitwa Chizo akaanza kumwambia wifi yake, kwa mara ya kwanza umekuwa kama binadamu, wewe shetani wewe. Aisee, kweli hizi ndoa harusi zinabadilisha aisee, yani umekuwa kama malaika na kati wewe ni shetani. Basi Ekene akampotezea wifi yake, akamwomba wifi yake amsaidie kutoa zawadi kwenye buti. Basi wifi akaanza kuongea, uogopi kabisa, uogopi? Mimi ni wifi yako, unaniambia nikusaidia kutoa mizigo kwenye gari? Yani uogopi? Mimi nikiamua na uweza nikamshawishi kakangu akakuacha leo ukachika. Usije ukajaribu katika maisha yako kunituma mimi, kunipelekesha katika hii nyumba. Mimi nitakaa humu ndani bila kufanya kazi yoyote. Wewe umeolewa humu ndani ili uwe kijakazi, umenielewa? Usije ukajaribu katika maisha yako kunipelekesha kwa kitu chochote kile. Basi wifi akaondoka akamwacha Ekene akiwa anawaza, ni kitu gani hiki kinaendelea jamani? Basi Ekene asubuhi akarejea katika kazi zake za kawaida. Ekene ni nesi katika hospitali hii kubwa tu. Wakati anamhudumia mgonjwa wake akazimia ghafla. Tunamuona Ekene yuko amelala. Daktari amekuja na kumwambia kwamba hongera Ekene, wewe ni mjamzito. Basi Ekene akafurahi sana habari za kupata ujauzito. Turudi nyumbani, tunamuona wifi mtu sasa. Huyu wifi mtu anaitwa Chizo anarudi kutoka shule. Huyu ni mwalimu. Basi amefunguliwa geti na mlinzi amemwamkia Chizo kwamba shikamoo shangazi. Basi Chizo akaanza kumsema mlinzi, usije ukajaribu katika maisha yako kuniita mimi shangazi. Unaona mimi nimezeeka au? Kwa sababu mimi sijaolewa, niko nyumbani kwa kaka yangu, ndo unaniona mimi nimezeeka? Hapana, mimi kijana mdogo, mimi bado ni binti mdogo kabisa. Usije ukajaribu katika maisha yako kuniita mimi shangazi, nitakuchapa na hii fimbo yangu. Basi Chizo akaelekea ndani. Anaelekea ndani sasa, huku ndani tunamuona Ekene akiwa anasali, anapiga maombi kwa nguvu, anaimba na mapambio. Basi sasa Chizo akaingia ndani na kumuuliza, mbona makelele humu ndani? Ekene akamwambia wifi yake kwamba kuna habari nzuri, Mungu ametenda, mimi ni mjamzito sasa hivi na furaha sana. Basi
Wifi akamwambia Ekene, kwa hiyo unatupigia makelele humu ndani kweli? Kisa wewe ni mjamzito? Kwani ulikuwa mgumba? Jamani, tafadhali, sitaki makelele, nitaenda chumbani, sitaki makelele yako. Ninatoka huko shule, napitia makelele mengi ya wanafunzi, narudi nyumbani ili nipumzike, unanipigia makelele, nahitaji utulivu tafadhali. Basi akaondoka kuelekea chumbani. Basi Ekene akawa anawaza, yani hii familia kweli. Basi tunaonyeshwa sasa mama mkwe akiwa anaongea na shoga yake. Basi huyu shoga yake alikuwa anamwambia kwa nini anamfanyia mambo mabaya mkwe wake, lakini sasa mama mkwe akamjibu shoga yake kwamba mimi namchukia sana huyu Ekene, yani simkubali kabisa kwa ajili ya kijana wangu. Ningekuwa na uwezo ningemfukuza kwenye nyumba ya kijana wangu, yani ninamchukia sana huyu binti. Basi huyu rafiki wa huyu mama alikuwa tu anamwambia huyu mama aache chuki kwa mkwe wake. Sisi tunamuona Chizo akiwa anavuta fegi, anavuta sigara. Sasa Ekene anarudi kutoka kazini, anamuona wifi yake anavuta sigara, akamwambia unavuta sigara kwenye hii nyumba, huoni hata aibu kweli wifi yangu? Basi wifi akamwambia Ekene, usiletee mambo yako ya ajabu ajabu hapa sasa hivi. Unaongelea nyumba hii nyumba unajua imejengwaje? Ushachangia hata tofali moja kwenye hii nyumba? Unajua nilivyoteseka mimi mpaka kaka yangu amejenga hii nyumba, nimemshauri vitu vingapi? Unaanza kuongelea mambo ya nyumba. Unajua nikishavuta sigara napata moka ya njaa inauma kali, kwa hiyo nenda ndani ukanipikie chakula bana. Basi Ekene akaelekea ndani kwenda kupika chakula. Baada ya miezi kadhaa tunamuona Ekene akiwa na mume wake. Ekene anamwambia mume wake kwamba daktari amemwambia kwamba asifanye kazi, maana hiyo mimba yake inatishia sana kutoka. Basi mume wake akamwambia sawa, nimeelewa. Mume wake muda huo akamwambia kuna nguo chafu nyingi sana nahitaji ufue. Hizo nguo nazipendelea sana kuzivaa kwenye vikao muhimu, kwa hiyo nakuomba uende ukafue. Basi mke wake akainuka na kumwambia mume wake, si nilikwambia kwamba daktari kaniambia nipumzike, nisifanye kazi nzito? Basi mume wake akamwambia sikufua tu mke wangu, basi usijali, ukimaliza kufua nitakufanyia masaji, sawa? Basi mke wake ikabidi tu aondoke aende akafua hizo nguo. Sasa mume wake akawa amebaki mwenyewe anajiuliza, sasa sikufua tu, unakaa na kufua, kuna shida gani? Si David akachukua simu na kumpigia simu mama yake, anamwambia daktari kamwambia eti mke wangu asifanye kazi yoyote, eti mimba inatishia kutoka. Basi mama yake akamwambia huyo binti ni mvivu, aleta uvivu kwako, nilishakukataza, huyo binti sio kuoa kabisa. Ona sasa anakuletea uvivu. Huku kijijini wamama wajawazito hadi wanalima na mimba hazitoki. Hachana na huyo binti ni mvivu. Basi tunamuona sasa Chizo ameenda kumtembelea mama yake, amemletea zawadi ya vitenge. Mama akafurahi sana binti yake kumletea zawadi. Basi Chizo akamwambia, alafu mama, nimekumbuka, hivi kaka David anakutumia pesa kweli? Basi mama akamwambia binti yake, toka nitumie kile kiela chake kidogo alichotuma kipindi kile, hajatuma tena, anatuma hela vidogo. Yani mimi kabisa najua ni huyo mke wake Ekene ndo anafanya kijana wangu asinikumbuke, asimtumie hela nyingi. Ni huyo Ekene atakuwa anachukua pesa anapeleka kwao huko, mwanangu ananisahau mimi. Basi Chizo akamwambia mama yake, yani mimi namchukia sana wifi, yani natamani hata kumuua. Basi mama kaa anafurahia zawadi ambazo binti yake amemletea. Tunamuona Ekene akiwa anauguria maumivu ya tumbo, anasikia maumivu makali sana. Anamwamsha mume wake ili ampeleke hospitali, lakini mume wake wala hataki kuamka, ndio kwanza anasogeza shuka. Basi Neka baada ya kumwamsha sana mume wake kutokuamka, akajikaza kuelekea chumbani kwa wifi yake. Amepigia hodi wifi yake, akafungua, akamuomba ampeleke hospitali, lakini wifi akamjibu Neka kwamba siwezi kukupeleka hospitali, mimi sio mume wako, kamwamshe mumeo akupeleke hospitali, mimi nahitaji kwenda shuleni kesho kufundisha asubuhi kabisa, usinisumbue. Basi akafunga mlango. Alipofunga mlango, Neka akajitahidi
anajitahidi sana kutembea taratibu taratibu mpaka tunamuona Nneka yuko hospitalini. Daktari anaongea na Nneka, anamtaarifu kwamba mtoto wake amefia tumboni. Daktari anamwambia Nneka kwamba nilikupa tahadhari kwamba mimba yako inasumbua sana, unatakiwa ukae na kupumzika bila kufanya kazi yoyote. Ona sasa mtoto wako amefia tumboni. Basi Ekene akawa analalamika sana, anamwambia daktari, mbona najisikia sawa tu, unawezaje kuniambia kwamba mtoto wangu amefia tumboni? Basi daktari akamhabarisha kwamba mtoto amefia tumboni. Pia namba ulionipatia ya mume wako nimemtafuta sana na nimemtumia meseji hadi hospitalini, lakini nampigia hapokei. Sijui kama anaweza kuja, lakini nimempigia mama yako namba ulionipatia, mama yako anasema yuko njiani anakuja. Basi kweli mama yake na Ekene akawa amefika hospitali. Mama yake na Ekene akawa analia sana na kulalamika kwa nini binti yake hakumsikiliza daktari apumzike bila kufanya kazi. Anamuuliza sasa, kwani si unaishi na wifi yako? Kwa nini wifi yako hakukusaidia kazi? Alafu ona sasa wamekutelekeza hospitalini, mume wako hajaja hata kukuletea chakula, wifi yako hajaja, ila mimi nilikukataza wewe binti, hii familia sio ya kuolewa nayo. Mama mkwe wako alikukataa wewe. Basi mama akawa analia sana, binti yake akawa anamwambia mama yake aache kulalamika. Basi mama Ekene akawa ameelekea nyumbani kwa mkwe wake. Anafika huko anakutana na wifi Chizo na kumuuliza, kumbe uko hapa, hata kwenda kumpelekea chakula mtoto wangu, upo tu hapa kweli? Basi wakati analalamika, Chizo akamwambia, we mama, umekuja kufanya nini hapa? Unaingia bila hata kusalimia. Basi huyu mama akamwambia, yani sikulaumu kabisa, yani mimi mtu mzima nikusalimie wewe kweli? Basi wakati anaongea hivyo, huyu Chizo akamwambia huyu mama aondoke na kumfukuza mama Ekene katika nyumba hii ya kaka yake. Basi baada ya miaka kadhaa tunamuona Ekene akiwa anamlalamikia mume wake. Anamlalamikia mume wake kwamba kwa nini wifi afanyi kazi yoyote humu ndani, kazi zote anafanya yeye mwenyewe. Sasa katika hii miaka kadhaa Ekene amefanikiwa kupata watoto wawili. Basi anamuomba mume wake akaongee na dada yake ili ajitume basi kufanya kazi humu ndani, lakini mume wake akamwambia mkewe kwamba hapana, hawezi kwenda kuongea na mtu mzima, dada yake ni mtu mzima, anajua anachofanya. Basi Ekene pia amemuomba mume wake amtafutie mfanyakazi, lakini mume wake akagoma kabisa, anasema kwamba hahitaji mfanyakazi kwenye nyumba yake. Tunaonyeshwa sasa wifi mtu Chizo yuko shuleni. Huyu Chizo ni mwalimu, basi anafanya kazi shule mmoja na watoto wa kaka zake wanaposomea shule. Basi mtoto wa kaka yake akawa amekuja akamuita, shangazi, unataka nini we mtoto? Basi huyu mtoto akamwambia shangazi kwamba tunaomba tuambatane na wewe, twende turudi wote nyumbani. Lakini shangazi akamjibu huyu mtoto kwamba tulia hapo hapo, mama yako atakuja kufuata, siwezi kubeba mizigo ya watu wengine. Kwa hiyo shangazi anakataa kurudi na watoto wa kaka yake. Tunamuona Ekene anaongea na mume wake kwenye simu. Ekene anamwambia mume wake kwamba amebanwa na kazi nyingi sana hospitalini. Anamwomba mume wake amsaidie kufuata watoto shuleni. Basi mume wake akamkatalia mke wake na kumwambia, hayo ni majukumu yako, siwezi kubebelea majukumu yako. Basi Ekene akamuomba mume wake, basi ongea na dada yako, si anafanya kazi shuleni na watoto wangu wanaposomea, arudi na watoto nyumbani. Basi huyu mume wake akamjibu Ekene kwamba siwezi mimi kuongea na dada yangu hata siku moja kumpelekesha, ongea naye wewe mwenyewe, mpigie simu na umuombe arudi na watoto nyumbani, usinipelekeshe tafadhali. Ekene akajitutumua akatoroka kazini. Wakati anatoroka barabarani akakutana na mfanyakazi mwenzie. Mfanyakazi mwenzie anamuuliza, shift yako sinaanza sasa hivi, unakwenda wapi? Basi Ekene akamjibu, watoto zangu muda wao wa kurudi nyumbani, naenda kuwafuata watoto zangu niwarudishe nyumbani, na kuomba sana daktari akiniulizia mwambie kwamba nimeenda kununua kitu dukani, narudi haraka. Basi Ekene haraka haraka akaenda kuwafuata watoto wake shuleni.
Ekene amerudi nyumbani na watoto wake. Watoto wakawa wanamsalimia shangazi yao, lakini shangazi yao akawa amekaa kimya na kula chakula. Mama Ekene akachukua watoto zake akawaambia nendeni ndani. Basi akawa ameelekea huko chumbani na watoto wake. Basi wifi akaanza kupiga kelele, mmerudi, sitaki makelele humu ndani, nawaambia nitaanza kuwachapa sasa hivi. Basi tunamuona Ekene yuko jikoni anaangalia chakula, anagundua kwamba wifi amejipikia chakula chake yeye mwenyewe, hajabakiza chakula chochote. Basi Ekene akaanza kupika chakula. Amemaliza kupika chakula akawaita watoto zake waje kula. Sasa anashangaa wifi akawa amekuja na kuanza kupakua chakula cha watoto ambacho Ekene amewapikia wanaye. Ekene akawa anamshangaa wifi yake, ana roho ya namna gani? Mbona alishajipikia chakula na kula yeye mwenyewe, anakuja tena kuongeza chakula ambacho Ekene amepika kwa ajili ya watoto wake wenye njaa. Basi Ekene akamfuata wifi yake na kumuuliza, mbona unakuwa mbinafsi sana wifi? Umepika chakula umekula mwenyewe, alafu nimepika chakula kwa ajili ya wanangu umeenda umepakua chakula kweli? Basi wifi akaanza kumwambia, ongea kwa sababu mimi sijaolewa humu ndani na wewe umeolewa alafu unajiona wewe sasa ndio mwenye nyumba katika hii nyumba. Sikiliza nikwambie, hapa ni nyumbani kwa kaka yangu, nikiamua muda wote utaondoka kwenye hii nyumba. Basi Ekene akamwambia wifi yake, hapana, natakiwa nikuambie ukweli, wewe ni mwanamke kama mimi, unatakiwa ufanye kazi humu ndani. Ufanye kazi yoyote humu ndani, nimepikia chakula watoto zangu, umeenda kupakua. Kwani unafanya mambo ya ajabu wifi? Basi wifi akamjibu Ekene kwamba dawa yako iko jikoni, unasikia? Usinione hivi, dawa yako iko jikoni. Basi Ekene akamwambia wifi yake, ukweli nimekwambia ni huo, unatakiwa ufanye kazi humu ndani. Si wifi akampigia simu mama yake na kumwambia kwamba uwezi amini mama, Ekene anataka kunigeuza mimi mfanya kazi kwenye nyumba ya kaka yangu. Basi mama akamwambia binti yake, usiruhusu kabisa huyo shetani akufanyishe kazi humu ndani. Kumbuka kwamba hiyo ni nyumba ya kaka yako. Nyumba ya kaka yako ni kama ya kwako. Umesikia? Sawa binti yangu, huyo msichana nitakuja kumshughulikia. Nitakuja huko mjini. Basi wifi akamwambia mama yake, uje umwambie bana, uje umwambie. Basi mama akamwambia binti yake, vipi binti yangu kuhusu yule mwanaume ambaye ulikuwa unataka kumtambulisha kwangu Basi wifi alivyosikia mama yake anaanza kumwambia mambo ya mwanaume kumtambulisha tena, akamkatia simu mama yake. Mama akaanza kushangaa, huyu binti amenikatia simu, huyu binti hataki kuolewa? Hapana, kwa kweli lazima niongee na huyu binti asiniletee mambo ya ajabu. Basi kama ni mara yako ya kwanza kukutana na channel hii, basi usisite rafiki yangu mzuri kubonyeza alama ya subscribe. Pia dondosha komenti yako hapo, like na kushare pia. Nashukuru sana kama umebonyeza alama ya subscribe, na karibu katika familia ya Sima Swahili Movies. Na kupenda sana, asante sana rafiki yangu mzuri, tuendelee. Basi Ekene ameenda kumpokea mama mkwe. Mama mkwe akaanza kumwambia mkwe wake kwamba ananuka. Akamwambia, usiniletee maigizo yako humu ndani wewe binti. Unajifanya unanipenda kumbe hunipendi. Kwanza unanuka. Basi Ekene akawa anashangaa, mama kuna shida gani? Basi wifi akaanza kumshambulia Ekene. Anamwambia, una adabu, mama anaongea na wewe unaongea. Basi mama akasema, yani huyu binti hana adabu kabisa ametoka huku kwenye familia za maskini amestilika, kijana wangu kamuoa, amekuja hapa anaanza kuleta mambo yake ya ajabu ajabu. Yani simpendi huyu binti, ana tabia za ajabu kweli. Basi Ekene akaamua kuondoka. Wakati ataka kuondoka, mama akamuita akamwambia, una adabu, naongea na wewe unaondoka, una akili kweli wewe binti? Ekene akamwambia mama mkwe wake, mimi nitafanya nini? Nimekusalimia utaki kuitikia, acha nikajiandae niende zangu kazini. Basi wifi akaanza kusema, mama si unaona nilikwambia huyu msichana hafai kabisa kwa ajili ya kaka yangu. Basi mama akaanza kusema, huyu binti lazima tumshughulikie binti yangu.
lazima tumshughulikie, tumtengenezee moto humu ndani. Basi mama akamwambia binti yake, sasa binti yangu, vipi kuhusu yule kijana ambaye uliniambia utamtambulisha uolewe? Binti yangu, unatakiwa uolewe na wewe bana. Ungekuwa umeolewa usingekuwa katika nyumba ya kaka yako unagombana na wifi yako sasa hivi. Hebu pambana basi na wewe uolewe bana. Basi mama wakati anamwambia binti yake mambo ya kuolewa, basi binti yake akamwambia, mimi mambo ya kuolewa mama sasa hivi sio matatizo yangu kabisa, usinielezee hayo mambo. Basi mama akamwambia, lazima nikwambie bana, hiyo lazima nikwambie, lazima uende kwa mume wako na wewe uolewe. Basi wifi akaamua bora aondoke zake. Sasa huyu ni mama Ekene. Mama Ekene anaongea na binti yake. Huyu binti yake anamwambia mama yake kwamba anamtafuta dada yake, ana shida na hela, dada yake hamtumii pesa. Alafu pia mama Ekene akaanza kulalamika, usiongelee kuhusu hizo issue za dada yako. Dada yako mimi nampigia simu hapatikani, mume wake kamkataza binti yangu kuja kunitembelea. Sijamuona binti yangu muda mrefu sasa, toka apoteze ule ujauzito wake. Binti yangu hajaja, hata wajukuu zangu sijaenda kuangalia. Mume wake ananikataza hata mimi kwenda kuangalia wajukuu zangu. Kweli binti yangu amejifungua, siwezi hata kwenda kumuona binti yangu. Sio ni familia namna gani hii? Basi huyu binti yake akamwambia mama yake kwamba ningekuwa mimi mle ndani moto ungewaka. Mama akamwambia binti yake, ungekuwa wewe nini? Kuolewa uolewi, unakaa tu hapa nyumbani. Achana mambo yako bana, usinikumbushe kuhusu mambo ya dada yako, yananiumiza sana moyo mimi. Basi binti yake akamwambia mama, ushaanza kuninyanyasa kisa mimi sijaolewa kwa hiyo umeshaanza mambo yako, mimi siyapendi mambo yako, fumua nywele mwenyewe bana. Basi mama akamwambia binti yake, kwa hiyo unataka mimi nikawaombe watoto wa watu wengine huko wanifumue mimi nywele? Umekataa mimi kunifumua nywele, basi sawa. Mama akaondoka. Mama anaumia sana namna ambavyo binti yake ananyanyasika kwenye hiyo nyumba ya David. Tunamuona David anaongea na mke wake. Sasa David ana tabia mbaya moja hivi, mke wake huwa anampikia chakula usiku, akishakula usiku atamsumbua mke wake akampikie tena chakula kingine. Sasa leo hii tena Mr. David anamwambia mke wake Ekene kwamba ana hamu na ugali, amekula wali na hajashiba. Kwa hiyo mke wake aingie jikoni usiku za manane akampikie ugali. Sasa mke wake akalalamika, kwani haukushiba ule wali ambao umekula? Nini nikakupikie tena ugali? Basi mume wake akazila, akamwambia, kuona niruhusu mimi niende kitandani nikiwa na njaa, nimeshakwambia sikushiba vizuri. Basi mume wake akaingia kitandani huku akiwa amezila. Ekene akajikaza tu akaenda kumpikia chakula mume wake. Basi Ekene akiwa anaongea na shoga yake Keti anamwambia Ekene asivumilie ujinga katika hiyo familia. Mume wake mbona anamnyanyasa kiasi hicho? Anamwamsha usiku za manane kila siku ampikie chakula. Basi Ekene akamwambia shoga yake, yani shoga yangu, mimi ninavumilia tu kwa sababu ya watoto wangu. Mume wangu ananikumbuka mimi akiwa na njaa tu, hana mapenzi wala mahaba na mimi kabisa. Ninateseka shoga yangu, ninajuta hata kwa nini nimefunga ndoa, bora hata ningebaki single tu. Ekene akamwambia shoga yake kwamba yani mume wangu hataki mfanya kazi ndani ya nyumba, wifi yangu afanye kazi, alafu pia sijamuona hata mama yangu kwa muda mrefu sana. Mama yangu akija katika nyumba yangu anafukuzwa kama mwizi. Yani najuta, mimi sina amani ndani ya ndoa yangu. Basi wakati wanaongea Ekene akamwambia shoga yake, turudi kazini mwenzangu, tusije tukabambo hapa tukaanza kuambiwa tunapiga umbea, tufanye kazi. Basi wakaelekea kazini. Tunaonyeshwa sasa Chizo anamlalamikia mama yake kwenye simu, anamwambia kwamba wifi Ekene eti anamsakazia mizigo yake, yani watoto wa kaka yake ni mizigo. Sasa mama anamwambia binti yake kwamba vizuri, kataa, anataka kufanya uwe fanya kazi. Yeye alipokuwa anazaa watoto alikuwa anafikiria nini? Awahudumie mwenyewe, awapeleke shule na awarudishe yeye mwenyewe. Basi Chizo akamwambia mama yake kwamba mimi sitaruhusu kupelekeshwa kwenye nyumba ya kaka yangu kabisa. Basi mama kana anamsapoti binti yake matendo mabaya ambayo anamfanyia wifi yake.
Basi Kate anaongea na rafiki yake Eken, anamuuliza unaenda wapi? Tabia za kutoroka toroka kazini hizi zitakukosti, utakuja ufukuzwe kazi wewe. Basi Eken akamwambia shoga yake, shoga yangu nitafanya nini mimi mimi ndo na kazi zote sasa hivi, watoto zangu wametoka shuleni, lazima nikawafuate niwarudishe nyumbani. Ninaomba sana daktari akiniulizia mwambie nimeenda dukani kununua kitu. Basi akakimbia haraka sana kuelekea shuleni. Sasa tunaonyeshwa Eken ameenda kuongea na wifi yake, anamuomba sana wifi yake amani humu ndani. Anamwambia wifi, kama nishawahi kukukosea kwa lolote lile, naomba wifi yangu unisamee, mimi niko chini ya miguu yako, nisamee sana, amani ingie ndani ya nyumba tafadhali. Basi wifi mtu akamjibu Eken kwamba aondoke, amwache akijifikiria, maana kuna simu ambazo anataka aongee nazo. Basi Eken akawa ameondoka. Basi Chizo akaenda kuonana na mama yake. Mama yake anamwambia Chizo, hakuna amani humo, lazima umwekee moto mpaka aondoke kwenye nyumba ya kijana wangu. Basi Chizo akamwambia mama yake, lazima, hakuna cha amani, ita ananiomba msamaha eti tuletea amani. Amani gani? Nitamkobesha, nitamletea moto ndani ya nyumba mpaka aondoke kwenye nyumba ya kaka yangu, atajua mimi ndio nani. Basi mama akamsapoti binti yake vizuri sana, yani binti yangu yuko kama mimi, yani lazima umtese wifi yako huyo mpaka kome. Basi mama na binti yake wakawa wanafurahi kweli namna ambavyo Eken anateseka kwenye nyumba ya mume wake. Wakati wa asubuhi wifi akiwa anaelekea shuleni kufundisha, Eken akawa amebebelea watoto zake wawili, anamuomba wifi yake aende nao shuleni. Basi wifi akamwambia Eken kwamba kwa hiyo nataka kunisakazia mizigo yako, si ndio? Basi Eken akamuomba wifi yake, si unafundisha shule moja na watoto zangu, kwa nini usiende nao shuleni? Lakini wifi akakataa, akaenda yeye mwenyewe. Sasa tunamuona Eken akiwa amelala amesinzia kazini. Shoga yake Kate akaja akawa amemshtua, akamwambia unasinzia wewe kazini? Basi akamwambia shoga yake, kuna habari njema shoga yangu, kuna nafasi za kazi za huko UK. Shoga yangu, una vigezo, una GPA nzuri, ufanisi wako wa kazi uko vizuri sana, kwa nini usiapai, usiombe hizo kazi za unesi huko UK shoga yangu? Lakini Eken akamjibu rafiki yake kwamba hawezi kuacha familia yake na yeye kwenda huko UK. Basi rafiki yake akamwambia, ni mshahara mkubwa sana rafiki yangu, ningekuwa mimi na vigezo kama vya kwako, ningeapply hiyo kazi haraka sana. Shuleni sasa, huyu shangazi wifi mtu tukumbuke kwamba anafundisha shule moja na watoto wa kaka zake. Basi akamtuma mtoto wa kaka yake akamfuatie maji ya kunywa na kumwambia kwamba tena ufanye haraka, ukichelewa nitakuchapa fimbo wewe mtoto. Basi mtoto wa kaka yake wakati anaenda sasa kumtafutia shangazi yake maji ya kunywa, wakati anavuka barabara akagongwa na basi. Alipodondoka chini, huyu mtoto akafariki hapo hapo. Rafiki zangu wazuri, sina budi kuishia hapa na tukutane sehemu ya pili. Movie hii ni ndefu sana, kwa hiyo sina budi kuleta part 2 na nitaileta hivi punde. Basi nakuomba sana rafiki yangu mzuri, kama bado hujabonyeza alama ya subscribe, naomba bonyeza alama ya subscribe tafadhali, ili tusipotezane rafiki yangu mzuri. Tuonane mara kwa mara pindi ninapotoa kazi mpya. Basi pia share, comment, like hapo. Kwa sasa sina la ziada kukuaga, hii itakuwa tatizo. Tuonane sehemu ya pili na kupenda sana. Kwaheri.